Na wewe ni mbunge unatembea na Kasongo. Hata ukikuja kupeana basari hatutaki. Tunakwambia enda na basari yako hiyo. Tafadhali watu ya Kabatini, ikifika 2027 mwezi wa 8, mimi nawaomba mnifukuzie hii serikali. Tulete serikali ya DCP. Nikimalizia, katika chama cha DCP niko na aspirants area ya Kabatini from MCA. Niko na aspirants wa MP hapa Bahati. Na ile mtu ambaye alitia sahihi kati yao ni mbunge wenyu hapa anaitwa Irene Njoki. Watu ya kwa Amos, mimi nauliza nyinyi, mulituma Irene Njoki aende afukuze Gachagua? Hata nirudie, watu ya Kabatini, mulituma Irene Njoki aende impeach Gachagua? Mimi niko sure kama Gachagua angekuwa kwa ofisi na zile program ambazo alikuwa anafanya, hata pengine hii kifu ya Kevin haingetendeka. Kweli ya marongo? Huyu kijana angepewa kazi ili aweze kuwa na mapato yake. I'm not sure kama hii depression ingemfikisha mahali imemfikisha. Lakini sababu tuko na serikali potovu ikiongeza na William Ruto wewe anatudanganya, anatupeleka Singapore. Sasa ile vijana wetu wanajinyonga. Watu ya Kabatini walikuja wakatudanganya na mambo ya bottom up. Nasema ukweli ama nadanganya? So walikuja na bottom up. Hii vijana wetu hii kama huyu Derek wangempea kazi ya kumtoa from bottom to up, angejinyonga. Sasa bottom up imewashinda, vijana wetu wanajitia kitanzi, wanakuja wanatuambia mambo ya Singapore. Singapore tukifika sasa tutakuwa tumezika watu ngapi kusema kweli? Tunaenda Singapore bila wengine? Mimi nawaomba watu ya Kabatini, mimi ni kijana wenu, mimi nimeoa msichana wenu kutoka pale Njambini. Sasa nikiwa hapa mimi ni wenu. Nikienda mahali wananiita hii inaitwa Mudhaniwa. Sasa mimi ni Mudhaniwa, mimi niko na damu yenu kwa nyumba, si kweli? Mimi naomba kama kijana wenu, kwa roho mkunjufu na kwa heshima, tafadhali wale ambao wako na kura muweke hiyo kura vizuri. Wale ambao wako na ID na bado hajachukua kura, endeni mchukue kura. Wale ambao wamefikisha umri 18 years na bado hawajachukua kura, endeni mchukue kura. Ikifika next year mwezi wa 8, hii serikali potovu kuanzia huyu MP wenyu ambaye alimpeach Rigathi Gachagua na hii governor ambaye tulisaidia yeye sana tukaingiza yeye na hii Kasongo hii mupeleke nyumbani. Wangapi wanasema one term? Wangapi wanasema one term? Muinue mkono nione tafadhali. One term. Mupeleke serikali nyumbani. Nikimalizia pastor kidogo. Hii Jumapili iliyopita hii kuna kitu ilifanyika hapa Nyeri ya kuhuzunisha sana. Rigathi Gachagua kwa ile serikali nyingine aliteswa kwa kusupport huyu Kasongo. Mnakumbuka? Hadi pesa yake 200 million ikafungwa kwa account sababu ya yeye kusupport Kasongo. Alitolewa manguo mbele ya watoto yake sababu ya kusupport Kasongo. Baadaye wakakuja wakamuimpeach. Juzi Jumapili hii ya juzi hii ameenda ibada pale Nyeri. Kasongo katuma watu yake wakakuja kupiga na tear gas na live bullets, wakapasua magari zake, ile gari yake ya sound system wakachoma. Hiyo ni ungwana kweli? Wana Kabatini, hiyo ni ungwana kweli? Kanisa ndio mahali iko very safe, ambapo unapokuwa na shida yoyote, ikuwe ni jangwa, ikuwe ni vita, ikuwe ni nini, mahali unaweza jifichia vizuri ni kwa kanisa. Walimpeach Gachagua, sasa hata wataki waombe Mungu, si wamwache basi aombe Mungu yake wa kanisa. Hata kuomba Mungu imekuwa ni shida. Tafadhali watu ya Kabatini, sisi huko kwetu Nyanza, wakati baba alikuwa hawezi fanyia baba namna hiyo nikiona. Hata Wakikuyu mnanishangaza sana. Yaani Gachagua anafuzwa kwa kanisa na pasu na nyinyi mnaona tu.
Kweli na mnaona tu. Okay. Hii umati unaona hapa pamoja na mimi tutaondoka. Si ni kweli? Hii familia ya Kevin watabaki pale wakiona mtoto wao amezikwa pale na ile uchungu na kila kitu. So sisi tunaomba tu Mungu awape nguvu kwa siblings wa Kevin na wazazi wake ili at least you overcome this situation. Si ni kweli? Watu ya Kabatini, mimi ni mwanasiasa na kuna ujumbe ningependa kuwapea. Huyu kijana ni depression imefanya aweze kujitia kitanzi. Ni kweli ama wrong? Kuna vijana wetu wengi na hata wasichana ambaye wanapitia hali ngumu ambaye Derrick alikuwa anapitia. Ni kweli ama wrong? Mkubwa wangu Rigathi Gachagua alipokuwa kwa ofisi kama deputy president alikuwa anaendelesha ile program ya kusimamisha pombe haramu haswa katika hii area ya Mlima Kenya. Kweli ama wrong? Hii serikali wakaenda wakaimpeach yeye wakasimamisha hiyo program. Hawa vijana wetu walikuwa wanatolewa katika pombe, wanapewa counseling ile nzuri, maisha yao yanabadilika. Wale ambao hawajaoa wanaoa, ule ambaye alikuwa na bibi moja anapata kazi, anaongeza hata bibi nyingine, anaishi vizuri. Si ni kweli? Lakini serikali hii ikaamua sasa wacha tutoe huyu jamaa sababu nikana kwamba yeye anasaidia vijana ya Central. Hii serikali inawapenda kweli? Tuko na the wife to our party leader anaitwa Dorcas Gachagua. Ako na foundation yake ambayo ilikuwa inafanya kazi nzuri sana. Hii mambo ya mental health, kutransform vijana kutoka kwa mambo ya pombe na wanakuwa na maisha nzuri. Women rep yote mpaka governor. Sisi kama chama cha DCP tunawahakikishia free, fair and credible nomination. Kwa wale ambao wanasimama hapa, especially at the MP level. Sijui kama mnawajua mwenye anasimama mbunge hapa na DCP. Iko ambaye mnamjua? Mko na aspirants yote ya DCP, mnajua area hii anasimama na kwa wabunge. Hamjui? Kuna mwingine anaitwa Jambo Kenya. Wangapi wanajua Jambo Kenya hapa? Hajafika area hii. Niko na mwingine anaitwa Manabi. Hamjamsikia? Hamjawasikia? Mmemsikia? Kwa hao wawili, sababu saizi niko na hao wawili katika chama cha DCP. Mimi nawahakikishia tutaweka katika mchujo ile iko very free and fair. Ndiposa mtupe mtu mmoja tuende naye afukuze hii mama hii. Nataka ile candidate mtanipea akishika Irene, afukuze Irene pia kama baisikeli ya kuibiwa. By saa 3 tukue tumemumunya Irene kama peremende. Si ni kweli? Aende nyumbani one time. Mama namna gani? Wote bahatini, asanteni sana. Naomba Mungu aweze kubaki na nyinyi, aweze kuwafariji, awape amani na mbaki na nguvu. Asanteni sana. Pigie makofi mazuri.